Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo ni Dominika ya 30 ya mwaka wa kanisa. Tumebakisha majuma manne ndio tumalize mwaka huu wa kanisa. Na masomo ya leo yanazungumzia kuhusu unyenyekevu katika sala. Kwani Mungu anasikia sala ya mnyonge. Katika maisha yetu, mara nyingi tunajiona sisi ndio tunafaa. Kwa sababu labda tunaenda kanisani, kila wakati unatoa zaka, kila wakati unapokea, kila mara unazungumza mambo ya kanisa. Lakini unasahau ya kwamba kuna wengine ambao hawafanyi hayo ambayo tunayafanya, lakini wanastahili zaidi mbele za Mungu. Wale ambao ni watenda dhambi, wale ambao hawastahili machoni petu, lakini wakati ambao wanaenda kuomba, wanaenda kupeleka sala ya toba. Kwa hivyo wanaanza na kuomba msamaha katika maisha yao, na hivyo sala yao inapenya mpaka kwa Mungu. Lakini sisi ambao tunadhania kwamba tunastahili, sisi tunadhania kwamba ni wazuri kuliko watu wale wengine, Mungu anakosa kusikia sala yetu. Basi leo tukumbuke ya kwamba kwa unyenyekevu Mungu anasikiza dua zetu na anasijibia. Mungu anasikia maombi yetu na anayajibu. Kwani Mungu ajali cheo cha mtu, wote tu sawa machoni mwa Bwana. Basi tusiwe na kiburi, tusiwe tunajikweza, tusiwe tunajikinai, tusiwe na madharau. Tusione ya kwamba sisi ndio wenye haki kuliko wale wengine, lakini tuone ya kwamba ni Mungu ambaye amejaa huruma, anasikia sala zetu na atatujibia. Tuombe kwa nyenyekevu na Mungu atasikia sala yetu. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Joshua bin Sira, sura 35, aya 12 hadi 14, 16 hadi 19. Na katika somo hili tunakumbushwa kwamba ubora na nguvu ya sala ya mtu mwenye haki na mnyenyekevu mbele za Mungu hakuna siku moja atakosa kusikiza. Na ndiyo sababu anatuambia kwamba katika maisha yetu mara nyingi tunadhania kwamba kwa sababu tunadhania tu bora kuliko watu wengine, ama kwa sababu sisi ndio wazuri kuliko watu wale wengine, ndio Mungu atasikia sala yetu. Lakini tunaambiwa sala ile ambayo ni ya mwenye kiburi, ya mwenye kuiba, ya mnyang'anyi, ya yule ambaye anapokea kwa njia ambayo sio nzuri, Mungu hakuna siku moja ataisikia. Kwani ubora wa sala unategemea na unyenyekevu ya mwenye kusali. Yeye ambaye anasikiza sala zake, yule ambaye Mungu anamtegemea kila wakati, hakuna siku moja atakosa kumjibia. Anasema kwamba yeye Mungu mwenyewe anatetea wanyonge, yeye mwenyewe anatetea maskini, yeye mwenyewe anatetea wajane, yeye mwenyewe anatetea wale ambao wanadhalilishwa kwa sababu ya cheo chao. Kwani Mungu mwenyewe haachi kusikiza sala zetu wakati ambao tunamsali. Lakini tukumbuke ya kwamba hakuna siku moja ambayo atasikiza sala ya wanafiki, wala watu ambao wanaweza kuwa na mapesa, wale wengine ambao wanaweza kunyanyaza watu, wale wengine ambao wanadhania kwamba wanaweza kuiba, alafu kile ambacho wanakiiba ama hiyo pesa ambao wanaitafuta kwa njia ambayo isiyofaa ati wanaileta kwa unafiki. Hakuna siku Mungu atasikiza sala za wanafiki. Hakuna siku Mungu atasikia sala za wale ambao wananyanyasa wengine, alafu anakuja kujifanya ndio wenye haki. Hakuna siku moja ambayo Mungu atachukua sala ya wale ambao wanajifanya, ama masifu ya wale ambao wanajidai. Mara nyingi katika maisha yetu tunaweza kujifanya kwamba sisi ndio tunasikia kilio cha wale wajane, alafu tunakuja tujifanya kwamba tunalia na wao, na kumbe hiyo pesa tunatoa ni ile ambao tumenyang'anya watu wale wengine. Ama saa zingine mtu anakuja kanisani anajifanya mwenye haki, anajifanya mzuri, na kumbe ni pesa ya kuiba. Mungu hakuna siku moja atapendezwa na hiyo sala. Hakuna siku moja Mungu atasikia hiyo kilio. Na ndio sababu yeye mwenyewe anapenda wale ambao wanaomba kwa unyenyekevu, wale ambao wanatoa masifu yao kwa sababu imetoka ndani ya moyo yao. Je,
Ni mara ngapi wewe mwenyewe umeweza kuona kwamba Mungu ndio anakuinua katika maisha yako na ukamrudishia shukrani na sifa ambazo zinalingana na ule uzuri ambao Mungu amekujalia katika maisha yao ama maisha yako? Na hiyo somo linaenda sawa na somo la Injili ya leo. Katika Injili ya leo tunatoma katika Injili Luka sura ya 18 aya ya 9 hadi 14. Na tunaona Yesu mwenyewe anatoa mfano ili kufundisha wale ambao walijikinai ya kuwa wao ndio wenye haki, wao ndio wanastahili. Ule mfano wa huyu mfarisayo na yule mtoa ushuru. Ni vizuri kunyenyekea na sio vizuri kuwa na kiburi katika sala zetu. Wote tu sawa mbele za Mungu. Tukiangalia katika Injili ya leo, huyu mfarisayo alijisifia sana. Alisema kwamba yeye anashika sheria, yeye sio mwizi kama huyu mtoza ushuru, yeye ni mwema, hata kufunga anafunga. Yeye hakuna siku moja alienda kinyume na yale maagizo ambao walikuwa wanapaswa kuyafanya na kuyashika. Kwa hiyo huyu mfarisayo alikuwa sawa na yeye mwenyewe alijiona ya kwamba yu sawa. Tunaweza kusema sala yake ilijaa majivuno na ilijaa kujisifia zaidi kuliko watu wale wengine. Mimi sio kama watu wengine. Kumbuka vile alivyosema, mimi sio kama huyu mfarisayo, huyu mtoza ushuru. Mimi sio kama huyu ambaye hata hafai mbele za watu. Na hii sala ya huyu mfarisayo mara nyingi inalingana na sala zile ambazo tunazitoa katika maisha yetu. Mara nyingi wewe unadhania kwamba wewe ndio bora kuliko wale ambao waendi kanisa. Wewe ndio bora kuliko wale ambao wapokei. Wewe ndio bora kuliko maskini. Wewe ndio bora kwa sababu ni kiongozi. Wewe ndio bora kwa sababu uibi. Wewe ndio bora kwa sababu sadaka kila wakati unaitoa vizuri. Wewe ni bora kwa sababu ni mwanakwaya. Wewe ni bora kwa sababu wewe ni mwana CMA ama wewe ni CWY. Lakini wewe unadhania kwamba wale wabaya ni wale ambao ni wazinzi, ni wale ambao ni walevi, wewe ni wale wabaya ni bora kuliko wale wa upande ule mwingine ambao hata kanisani hawaendi. Kwa hivyo wewe ukijiangalia unadhania yale yote ambao unayafanya ni sifa zako, ni nguvu zako, ni utukufu wako. Unadhania unasahau ya kwamba ni neema ambazo Mungu amekujalia katika maisha yako. Haimaanishi ya kwamba tuibe. Hatujaambiwa tuzini, hatujaambiwa tusikose kupokea Ekaristi. Hizo vitu vyote ambazo unasifanya sio vitu vibaya, ni vitu vizuri. Utofauti ni kwamba unadhania kwamba ni nguvu zako. Unasahau neema ya Mungu katika maisha yako. Hapo ndio sasa unajilinganisha na huyu mtoza ushuru. Na yeye mwenyewe alisema kwamba yeye alijiona yeye ni mwenye dhambi. Yeye alipiga magoti akatoa sala ya toba. Aliona kwamba astahili, anahitaji msamaha wa Mungu. Yeye aliona kwamba yeye kwa nguvu zake ni dhaifu, kwa sababu yale yote ambayo anayafanya sio mazuri. Na ni kweli watoza ushuru hawakuwa wanapendwa na watu, kwa sababu walishikana na Warumi kuwasumbua watu, utawala wa Kirumi. Lakini yeye mwenyewe alipiga magoti akaomba msamaha, akaona kwamba yeye ni mchafu, yeye astahili. Ndugu zangu, mara nyingi mbele za Mungu tunapaswa kujilinganisha na huyu mtoza ushuru. Kila wakati tunamkosea Mungu, labda kwa maneno, kwa vitendo na hata kutotimiza wajibu. Kwa nguvu zetu hatujiwezi, kwa sababu ni Mungu ambaye anatuimarisha katika maisha yetu. Lakini katika hali hii tunaona kwamba mara nyingi tunakuwa wanafiki. Ndugu zangu, acha kuwa mnafiki. Wacha kudharau watu wale wengine. Wacha kudhania kwamba wewe ni bora kuliko watu wale wengine. Wacha kujiona ya kwamba ni wewe unafaa, watu wale wengine hawafai. Wacha kuona kwamba wewe ndio uko na watoto wazuri, wewe ndio uko na mke mwema, wewe ndio uko na bwana mwema, wewe ndio mzuri katika kwaya, wewe ndio mzuri katika kikundi. Hata watu wale wengine ni wazuri. Acha unafiki. Acha kuhukumu watu. Ni Mungu mwenyewe anapaswa kutuhukumu, kwa sababu anajua dhamira zetu. Unaweza kukuta kwamba unajifanya mzuri na kumbe huko ndani umeoza. Unaweza kuwa unapendeza kwa nje, lakini kule ndani ni kaburi ya mizoga, umeoza kule ndani.
Ona huruma ya Mungu katika maisha yako. Ujue kwamba kwa nguvu zako hauwezi chochote, lakini neema za Mungu sio zimekufanyia ufike pale ambapo umefika. Wewe mwenyewe upendezi, ni Mungu anakufanya upendeze mbele zake. Na hivyo Mungu anasikiza sala za mnyenyekevu. Mungu asikizi sala za wale ambao wanajipika kifua kwa sababu wanadhania kwamba ndio wanafaa, hao ndio wazuri. Hapana, acha kujifika kifua. Jua kwamba unyenyekevu ndio bora katika maisha yako, na hicho ndio kitu ambacho Mungu anakihitaji katika maisha yako. Wakati ambao unapiga magoti kuomba, kumbuka kwamba cha maana ni kunyenyekea mbele za Mungu. Kila mmoja wetu ako na kasoro zake, ako na mapungufu yake, ako na shida zake, lakini wakati ambao unapiga magoti na kumwomba Mungu atakuhurumia, kwa sababu msaburi anatuambia nini? Anasema maskini huyu aliita na Bwana akasikia. Nitamuhimidi Bwana kila wakati, sifa zake si kinywani mwangu. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wafurahi. Uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya, ili aliondoe kumbukumbu lao duniani. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Sala ya unyenyekevu, sala ya kuona kwamba hatustahili mbele za Mungu, tunahitaji neema za Mungu. Nyenyekea mbele za Mungu, acha maringo, acha majivuno, acha madharau. Piga magoti mbele za Mungu ili Mungu akuhurumie. Na ndio sababu Paulo katika waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya 6 hadi 8, 16 hadi 18 anasema kwamba yeye mwenyewe amepiga vita vilivyo vizuri na mwendo ameumaliza, imani ameilinda, na baada ya hayo amemiminiwa taji la haki, ambayo Bwana mhukumu wenye haki atampa siku ile, wala yeye mwenyewe kwa ufunuo wake atakawia kumpatia taji hilo. Na sisi pia tujua kwamba katika ulimwengu huu tunapigana na vita, tunapigana na yale mabaya. Kuna kuvumilia, saa zingine unakata tamaa, saa zingine tunadhania kwamba yote yameisha, lakini tujua kwamba tunaendelea kupiga vita vilivyo bora. Na hivyo huu mwendo ni lazima tuutunze na tuumalize, kwa sababu Mungu yupo ili atuinue. Ndugu zangu, kuonelewa kwa Mungu ni wakati ambao tunamkabidhi yote katika sala, lakini katika sala ya unyenyekevu. Mpe Mungu shukrani zake katika unyenyekevu. Mpe Mungu sifa katika unyenyekevu. Mpe Mungu mahitaji yako katika unyenyekevu. Usijilinganisha na watu wale wengine. Wewe sio bora kuliko watu wale wengine. Acha kiburi, acha majivuno, acha kujikinai, kwa sababu Mungu anatupenda sisi zote. Na ile sala ambayo anachukua ni ile sala ya toba na unyenyekevu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Baba mwema, umetupatia nafasi ya kuweza kuongea nawe. Tupatie unyenyekevu ili tutoe sala ya toba kwa ajili ya maisha yetu. Tusiweze kujiinua, kwa sababu ni wewe mwenyewe katika neema zako unatuinua, lakini katika sala ya unyenyekevu unatujibia sala zetu. Natomba hayo kwa jina la Kristo na Bwana wetu, na Bwana awe nanyi. Na mbariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia Dominika njema. Usisahau kusubscribe, usisahau comment na kushare, ndio tukue katika kikundi hiki cha Living Word Homilies Family. Mungu akubariki.